hiyo unaweza ukapewa unabii ya kwamba unaenda kufanikiwa, lakini kuna nguvu za kishetani zinasema hautofanikiwa. Sasa ili ule unabii uweze kutimia, lazima ujikite kwenye maombi ya kinabii, kuombea Bwana hiki ambacho nabii amezungumza kikatimie. But what I'm saying, unaweza ukapitia wakati mgumu, haimaanishi hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kuna watu wakipitia wakati mgumu wanasema, Mungu unajua, Bwana ametoa, Bwana amefanyaje? Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Tuje kwenye ule msemo. Hivi aliyetoa watoto wa Ayubu alikuwa ni Bwana? Maandiko yanazungumza kikaja kimbunga kutoka wapi? Jangwani. Na ni shetani ndio ambaye alikuja akatoa. Mapenzi ya Mungu ni pale maandiko yanazungumza Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Ayubu alipowaombea nini? Marafiki zake. Kwa hiyo kumbuka, mapenzi ya Mungu hayatimii automatic. There must be a bottom to place. Lazima kuna kitufe ubonyeze kulazimisha mapenzi ya Mungu yatimie. Lazima kuna gia ubadilishe, na gia yenyewe inaitwa gia ya maombi ya kinabii. Nikikupitisha maeneo mbalimbali, utagundua sehemu yoyote ambako Mungu alikuwa na mapenzi yake, maneno ya unabii yakatangulia. Yale maneno kwa sehemu kubwa ya kutimia kwa njia ya uvivu, yalitimia kwa njia ya maombi. Ndio maana Yesu akawaambia, mnapoomba msisahau kuombea utimilifu wa mapenzi ya Mungu, la sivyo mapenzi ya Mungu hayawezi akatimia. Nisikilize, Yesu alikuja si kama mwanadamu, alikuja kama mfano wa mwanadamu. Tayari alikuwa ni Mungu, akuzaliwa kupitia damu, mchanganyiko wa damu, amen, ya wanadamu. Kwa kuzaliwa, sema kwa kuzaliwa. Yesu alikuwa na uwezo akikamatwa akapita katikati ya watu akatoweka. Alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji, si ndio? Alikuwa na uwezo wa kuiambia Zoruba, shut up your mouth, Zoruba ikasikia. Lakini soma maandiko vizuri, mara nyingi alikuwa anawakimbia watu, anaenda kama sio jangwani, bali alikuwa anaenda mlimani kuomba. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe alijua hata kama uwe na asili ya uungu kiasi gani, hata uwe kama wewe umetangazwa, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezeshwa naye, msikilizeni yeye, lakini watu hawatakusikiliza, shetani hatakusikiliza mpaka uwe mwombaji. Baada ya Yesu kutangazwa, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezeshwa naye, msikilizeni yeye, Luka sura ile 3, si ndio? Maandiko yazungumza shetani akamchukua, Luka sura ya 4, akaanza kumjaribu. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi ya Mungu kwa Yesu ilikuwa ni yeye asikilizwe na dunia nzima. Shetani akasema, not me, oh, you will listen to me. Kwa hiyo unaweza ukapewa unabii ya kwamba unaenda kufanikiwa, lakini kuna nguvu za kishetani zinasema hautofanikiwa. Sasa ili ule unabii uweze kutimia, lazima ujikite kwenye maombi ya kinabii, kuombea Bwana hiki ambacho nabii amezungumza kikatimie. Nimesema kuna mwanaume hapa yupo anauma mkono wa kushoto. Amen. Sio mapenzi ya nani? Na Mungu yeye kuumwa. But ni mapenzi ya Mungu kwa Bwana kukuponya. But hausubiri uponywe. Hausubiri ufanyaje? Bwana, nimesikia leo ni mapenzi yako mimi kuponywa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, Baba ninaomba niponye siku ya leo. Kuna mtu anaelewa? Sio mapenzi ya Mungu kuwa maskini. Kwa unaweza ukatoka kwenye umasikini kuingia kwenye utajiri. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, si ndio? Katika mambo, na uwe mwenye afya kama nafsi yako ifanikiwa. Hayo ndio mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Siku moja kwenye ibada hapa nikasema, unaweza ukatoka kwenye mshahara, ukapata mtaji wa kufanya biashara. Kuna mtu akakamata hilo neno,
Wiki hiyo akaniambia, baba, nimeanzisha biashara. Na wiki hiyo biashara yote ile ambayo ilikuwa ni bidhaa na products fulani hivi, amen, anauza, ikatoka ikaisha. Akasema, baba, kama wasiala vile. Akaagiza tena. From that time amekuwa akipanuka kutoka biashara moja kwenda biashara nyingine. Kwa nini? Kwa sababu aligundua ndio mapenzi ya nani? Na Mungu. Mapenzi ya Mungu sio kulipwa tu mshahara. Maandiko yazungumza, nitabariki kazi ya mikono yako. Kwa ni utumwa wakati mwingine. Kazi ya mikono yako inasababisha mtu mwingine abarikiwe. Unaelewa maana yake? Umeajiriwa na mtu, Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kwa as long as ile kazi inapitia mikononi mwako, Bwana anaibariki. Anayepata faida ni nani? Ni mwenye biashara, alafu unaishia kulipwa mshahara. Maandiko yazungumza, Labani akagundua amefanikiwa kwa sababu ya Yakobo. Mpaka Yakobo alipoomba, Bwana, mimi sio mtumwa, mimi nilimebarikiwa na baba yangu, si ndio? Na baba yangu alinitamkia baraka kuu. Inakuwaje leo niko katika maisha ya utumwa kwa Labani? Ndio pale akakutana na malaika wa Bwana, akaamua kumng'ang'ania yule malaika kwa njia ya maombi, sikuachii mpaka unibariki. Malaika akamwambia, niachie Bwana. Alfajiri akamwambia, sikuachii. Maombi, sema maombi. Baadaye malaika akamuuliza, unaitwa nani? Mimi naitwa Yakobo. Akasema, kuanzia leo wewe utakuwa unaitwa jina la mtu, utaitwa jina la taifa, Israel. There was desire for prayers. Unatakiwa ufikie point ambayo useme ya tosha, yani lazima nivuke huu mpaka. Hela itoshi, kwa sababu ukilipwa mshahara unakula na kulipa madeni. Haujawekeza kutoka kwenye ni mshahara, itatosha vipi? Itatosha vipi? Mungu mwenyewe ni mwekezaji. Maandiko yazungumza, alitoa mfano. Kuna bwana aliondoka, si ndio? Akawaita wafanyakazi wake watatu, akawapa talanta 1, 2 na 5, si ndio? 1, 3 na 5. Alafu yakaondoka. Alivyorudi akasema, nataka faida yangu iko wapi? Wale wawili walioleta faida wakawa promoted. Yule mmoja alificha talanta 1, akasema, huyu kamata, muingize katika hesabu kuu ya mateso. Amen. Mungu mwenyewe akija kwangu mimi anataka, onea, tangia nimekupaka mafuta, umeletea faida kiasi gani katika ufalme wangu? Wangapi wenye dhambi wameacha dhambi? Wangapi wagonjwa wameponywa na kulitukuza jina langu? Ndio maana Yesu akasema, mnapoomba semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mungu atakuuliza wewe, umesababisha kwa kiwango gani jina langu limetukuzwa? Amen. Haleluya. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kukujibu maombi yako, kwa sababu kupitia yale majibu yeye atatukuzwa. Kupitia yale majibu yeye atafanyaje? Yesu akasema, Baba, mtukuze mwanao sasa, kama mimi nilivyosababisha wewe ukatukuzwa kwa njia ya maombi. Pige mwana Yesu makofi. Kwa usikae hivi unasubiri mapenzi ya Mungu yatimie. Engage yourself in prayers. Kila hali ambayo inaonekana kuja kinyume na utimilifu wa mapenzi ya Mungu, geuza hiyo kuwa maombi ya vita. Geuza hiyo kuwa maombi ya nini? Baba, kuna hali imetokea, kuna watu naona wanajiinua. Mapenzi yako kwangu ni jambo hili. Hao wanaojinua, Bwana, ulisema atakayechimba shimo atatumbukia yeye. Geuza upinzani kuwa maombi ya vita. Wewe ni Mungu anayehukumu kwa haki, si ndio? Aza ushaambiwa utafanikiwa, ukiona upinzani kidogo, Baba, Mungu yani wameshainuka tena ili jambo. Right, get today. Angekubaliana. Fikiri waliotaka yeye afukuzwe kazi. Kwa kifupi tu, sema kwa kifupi, wao ni mabosi wao, washafukuzwa kazi wao. Sasa imagine kana wayange acha kazi. Maana yake angekuwa leo na kazi na walioleta hii ndio washafukuzwa kazi. Wote mmekosa. Jobless. Mmwaga utumbo, mwingine kamwaga supu.
Amen. Supu zenyewe za mjini hapa, supu ambayo ina mchanganyiko wa supu ya nyama, utumbo, dagaa, samaki. I don't love those kind of soup. Unajua supu za mjini unachukua nyama zote wanachanganya kwa pamoja, linatengenezwa supu hili limoja. Alafu ukisema nataka supu ya ulimi, unachopewa pale ni ulimi tu. Lile supu ni supu la kuku, utumbo, kongolo, kila kitu. Kwa hiyo alieleweki ni supu lina ladha la aina gani. Wanahitaji hapa mjini hapa cocktail soup. Kama unataka shetani asababishe cocktail lifestyle, kaa bila kuomba. Utapewa kila aina mchanganyiko. Wakati unaumwa unatumia hela kwenye ugonjwa, unaambiwa mwanao kafukuzwa ada. Amen. Wakati mwanao kafukuzwa ada, unaambiwa sijui chumba kile ambacho umepanga kimetoboka juu, na mwenye nyumba anasema afanye repair. Kodi ya kuhama huna. Kila aina ya mchanganyiko kwa sababu umeacha maombi. Mwaka 2017 alikuja mzee mmoja na kansa. Anaitwa Cassian Mosha na degree kama 5 hivi. Ametoka Marekani, ameshindwa kutibiwa. Nakumbuka Baadaye akiwa katika hali ya kukaribia kufa, mke wangu akaniambia kuna mtu anakufa hapa. Kabla mlete mbele hapa. Nikamwambia kama bwana aishivyo, labda kama mimi sio nabii wa Mungu, nakupa siku 7 hiyo kansa imetoweka. Na mzee akasema amen. Nikachukua mafuta nikayabarikia. Nikamwambia nenda ukayatumia haya. Unajua nini kilitokea kwa yule mzee? Ametoka tu kanisani akaanza kualisha mapisi ya nyama hizi fresh kwa muda wa siku 3. Ile hali ilivyokuja kukata, sio tu Mungu alimponya kansa, nyumba yake ilikuwa inavuja katika namna ya ajabu, mabati yakawa yamezibwa. Unanielewa ninachozungumza? Why? Kwa sababu maombi ya kulazimisha mapenzi ya Mungu yalifanyika.